Ahbabi wa ikhwani fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun. Ya rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allahu tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rehma kipenzi chake na mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nitumie tena fursa hii kuihusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Kadhalika nitumie fursa hii kukukaribisha ndugu zangu katika mfululizo wa darasa zetu hizi ambazo zinakwenda na anwani ya nguzo za Uislamu, na tumuombe Allah tabaraka wa taala atutilie wepesi wa kuyashika na kuyatendea kazi yote tunayoendelea kukumbushana kupitia mfululizo wa darasa hizi. Ama kwa siku ya leo tutaendelea pale tulipoishia. Tutaanza kuzisoma sharti za swala, tutazijadili inshallah. Tumuombe Mwenyezi Mungu atulie wepesi. Tutazisoma sharti za swala ambazo kimsingi huwa zipo 4. Sharti za swala zinajumuisha yale mambo ambayo ni lazima au tuseme ni mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayachunge na kuyatekeleza kabla hajaanza kuswali. Mambo haya ni pamoja na tahara, sitara, kuchunga wakati na kuelekea qibla. Twende kwa pamoja tujadili sharti moja baada ya nyingine, tukianza na sharti ya tahara. Tahara ni nini? Tuanze kulifafanua kwanza neno lenyewe tahara. Tahara tunasema ni neno la Kiarabu lenye maana ya usafi wa nje ulioambatana na usafi wa ndani ya mtu. Usafi wa nje unahusiana na usafi wa mwili na nguo, na usafi wa ndani unahusiana na utakaso wa nafsi. Mwili na nguo hutwarika kwa kusafisha kwa kufuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ama kwa upande wa nafsi yenyewe hutwarika kwa kumtii Allah tabaraka wa taala na mtume wake kwa kufuata maamrisho yao na kuacha maovu na machafu waliotukataza. Watu waliotwarika kwa mtazamo huu hupendeza mbele ya Allah tabaraka wa taala, kama tunavyojifunza katika aya mbalimbali za Qur'ani. Katika Qur'ani sura ya 2 aya ya 222 Mwenyezi Mungu anasema, inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanaotubu na huwapenda wanaojitakasa, yani wanaojitwahirisha. Kadhalika katika sura ya 9 aya 108 Mwenyezi Mungu anasema, humo wamo watu wanaopenda kujitakasa na Mwenyezi Mungu anawapenda wajitakasao. Kwa ujumla tunaweza kusema tahara kwa mtizamo wa Qur'ani usafi wa nguo zetu, miili yetu, hisia zetu, mawazo yetu na mwenendo wa tabia zetu kwa mujibu wa maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Pamoja na maana hii ya ujumla, Muislamu aliyetwaharika na kuwa tayari kusimama kwenye swala ni yule aliyeepukana na najisi na hadath. Kwa hiyo
tunapojitwaharisha kwa ajili ya swala tunajishughulisha na kuondoa najisi na hadath. Twende kwa pamoja kwa ufafanuzi zaidi kujua maana ya najis na hadath. Najis katika Uislamu inahusisha uchafu unaohusiana na vitu mbalimbali kama vile damu, usaha, matapishi, haja ndogo na haja kubwa ya binadamu au mnyama. Pia kuna pombe za aina zote, mzoga yoyote isipokuwa wa binadamu, samaki na nzige au jamii ya nzige, pamoja na kiungo cha mnyama kilichokatwa angali yuhai. Last but not least, mbwa na nguruwe na kila kinachotokana nao. Kwa hivyo hiyo ndo najis. Tugeuke upande mwingine ambao ni hadath. Hadath ni nini? Hadathi tunaweza kusema ni hali ambayo ikimpata Muislamu hawezi kufanya ibada kama kuswali mpaka imuondokee. Hapa tuna aina takribani 3 za hadath: hadath ndogo, hadath ya kati na kati, pamoja na hadath kubwa. Hadath ndogo inatokana na kutokuwa na udhu. Kwa maana hiyo ni kwamba mtu yeyote asiye na udhu anakuwa ana hadath ndogo na yenyewe huondoka kwa kutia udhu. Ama kwa upande wa hadath ya kati na kati, yenyewe humpata mtu aliyefanya tendo la ndoa, jimai, mawahdati wa rahma, au aliyetokwa na manii kwa kuota au kwa njia nyingineyo. Hadath yenyewe huwa inaondoka kwa kuoga mwili mzima. Kwa upande wa hadath kubwa, ni aina ya hadath ambayo huwapata wanawake wanapokuwa katika hedhi au damu ya mwezi ile, au nifasi, au tuseme ni damu ya uzazi. Hii yenyewe huondoka kwa kuoga mwili mzima baada ya hedhi au nifasi kuisha kabisa. Kitu kingine cha muhimu sana kukielewa ni jinsi gani utaweza kujitwaharisha kutokana na najis au hadath. Tuzungumzie vitu unavyoweza kujitwaharishia. Kwa upande wa nafsi ya mtu yenyewe utawalika kwa mtu kumwamini Allah tabaraka wa taala ipasavyo na kufuata mwongozo wake katika kukiendea kila kipengele cha maisha yake ya kibinafsi na kijamii. Kwa hiyo Muislamu atatahirika kutokana na najis na hadath kwa kutumia maji safi au udongo safi, kwa kufuata masharti na maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Maji safi kwa mtazamo wa tohara ni yale yanayofaa kujitwahirishia, yaliyogawanyika katika makundi takribani 4. Kwanza tuna maji mutlak, pili maji mengi, 3 maji machache, na 4 ni maji ya makombo. Kwa kwanza na maji mutlak, au kwa lugha rahisi tuseme maji asili. Maji yoyote yale katika hali yake ya asili ni maji safi yanayofaa kujitwaharishia. Maji asili au tuseme natural water inajumuisha maji ya mvua, chemchem, visima, mito, maziwa na maji yote ya bahari. Yote hayo unaweza kuyatumia kwa ajili ya kujitwaharishia. Lakini kwa upande wa maji mengi ni maji yaliyokusanywa au yaliyojikusanya pamoja na kuwa na ujazo wa mabirika au tuseme kulatein, au ujazo usiopungua madebe 12. Na mfano wa maji mengi yaliyokusanywa ni maji ya mapipa yenye ujazo wa angalau lita 240. Lakini pia unaweza ukatumia unaweza kuhusishwa na maji ya matenki maalum yaliyojengwa kuhifadhi maji msikitini na nyumbani. Hivyo mfano mwingine wa maji mengi yaliyojikusanya ni yale ya madimbwi makubwa yanayojikusanya wakati wa mvua. Kwa hiyo maji mengi huwa hayaharibiki upesi, hayaharibiki kwa kujitwaharishia ndani ya chombo kilicho ya kusanya au ndani ya mkusanyiko huo wa maji. Pia maji mengi huwa hayaharibiki kwa kuingiwa na najis, lakini
Maji mengi yatakuwa hayafai kujitoharishia iwapo yatabadilika asili yake katika rangi, ladha au harufu. Ikitokea kimojawapo kati ya hivyo vitatu, basi hayo maji yatakuwa hayafai tena na hayafai kwa ajili ya kujitoharishia, yatakuwa hayana sifa ya utwahara. Kwa upande wa maji machache ni yale yaliyokusanywa katika chombo au yaliyojikusanya katika ardhi, yakiwa na ujazo wa chini ya kulataini au chini ya ujazo wa pipa lenye ujazo wa madebe 12 au chini ya ujazo wa lita 224. Lita 224 inaweza kuwa sawa na madumu kati ya 21 hadi 22 ya lita 20. Na mfano wa maji machache ni kama vile maji ya kwenye ndoo, maji ya mtungi na maji yaliyojikusanya kwenye vidimbwi vidogo vidogo wakati wa mvua. Sasa haya maji machache hayatafaa kujitoharishia iwapo kwanza yataingiwa na najisi kwa kiasi chochote kile kiwacho. Iwapo yatakuwa yametumika katika kujitoharishia pia umuhimu kwa kuondoa najisi au hadathi, pia yatakuwa hayafai tena kwa ajili ya kujitoharishia. Tatu ni iwapo yatakuwa yametumika kwa kufulia au kuoshea vyombo au kuogea umuhimu. 4 na mwisho ni iwapo yataingiwa na hicho kitu na kikabadilisha asili yake katika rangi, harufu au ladha. Yakiingiwa tu na kitu chochote kile, basi na yenyewe pia itakuwa imeshayaharibu utwara wake na yatakuwa hayafai. Kwa hiyo likitokea mojawapo miongoni mwa hayo ambao tumeyataja hapo, basi hayo maji yatakuwa hayafai tena kwa ajili ya kujitwaharishia na yatakuwa sio twahara ukiyatumia. Kwa hiyo katika msingi kama huo yatakuwa hayafai tena, na kama utatumia kutilia udhu, basi inawezekana udhu wako usikubalike. Kwa hivyo kutokana na haya tunajifunza kuwa tunapokuwa na maji machache hatuna budi kuwa waangalifu wakati wa kuyatumia ili tusiyaharibu. Tusijitwarishie ndani ya vyombo vilivyohifadhi hayo maji, bali tuyateke na kujitwaharisha mbali nayo. Kwa mfano tunakoga kwa kutumia kata na kutawadha kwa kutumia kopo au birika. Aina nyingine ya maji ambayo ni twahara ni maji makombo. Maji makombo ni maji yaliyonywewa na binadamu au mnyama yakabakishwa. Maji makombo yanafaa pia kwa ajili ya kujitwaharishia, isipokuwa yale yaliyonywewa na kubakishwa na mbwa au nguruwe, ambao tumekwisha kuona kwamba wao kwa asili ni najisi. Lakini pia tunaweza kujitwaharisha kwa kutumia udongo safi. Tusisahau, si kila udongo ni safi, bali udongo safi ni ule ulioepukana na najisi na ukabakia katika asili yake, hakutochanganyika na kitu kama vile unga, majivu, vumbi la mkaa au vumbi la mbao. Na kawaida udongo wote katika ardhi ni safi until otherwise. Na tumwombe Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi katika kuyashika na kuyafanyia kazi yale yote tunayoendelea kujifunza kupitia mfululizo wa darasa hizi. Atuongoze pia katika utekelezaji na kutulipa malipo mema ya utekelezaji wa amali njema tunazozitenda. Atujalie ikhlas katika kutenda mema hapa duniani, atujalie mema katika mema ya duniani na kesho akhira. Atujalie mwisho mwema na kauli thabiti kabla al-mauti. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana surif 'anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama. Rabbana surif 'anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana faqina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Lifadhli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.